Ndugu mpenzi msikilizaji, karibu katika simulizi. Hii ni Time of Story na mimi ni GC Africa. Leo nakuletea chumba namba 9, Mortuary. Ambatana na mimi mwanzo mwisho kujua nini kilichotokea chumba namba 9. Mazito yaliyokuwa katika chumba namba 9 ambacho ni mortuary. Na wengi tunajua mortuary kama chumba cha kuhifadhia maiti, chumba cha kustiri miili ya marehemu ambao wametutangulia mbele yake. Sasa mazito gani yanatokea ama makubwa gani au siri gani yanatokea chumba namba 9? Twende kazi. Anasema mimi ni Kam, shuhuda wa haya yote. Niliona kila kitu kwa macho yangu kama vile naangalia movie ya Netflix ya giza usiku wa manane. Ilikuwa kama ndoto, lakini ni ukweli uliotokea kwenye maisha yangu. Usiku ule ulikuwa kimya sana, kiasi kwamba hata sauti ya paka ikiruka gate ingeweza kukutoa roho. Hewa ilikuwa nzito, ya baridi na yenye harufu ya dawa ya kuzuia harufu ya maiti. Ilikuwa ni saa 8 kasorobo usiku. Nikiwa kazini kama mlinzi wa zamu ya usiku pale hospitali ya mtaa wa Tambaza, nilipata ujumbe mfupi kutoka kwa bosi. Kam, hakikisha hakuna mtu anaingia chumba namba 9 hadi asubuhi. Kuna usalama unachunguzwa. Sikujua bosi wangu kama mtu wa mzaa, lakini jasho lininianza. Shida ilifika. Chumba namba 9 kilikuwa mortuary, sehemu ambayo hata mapaka waliikwepa. Lakini kilichonifanya nisilale usiku huo sio tu ujumbe wa bosi, ni kile nilichokiona ndani ya chumba hicho kwa macho yangu mwenyewe. Wanasema siku moja kabla ya tukio hilo la ajabu, mwili wa msichana mrembo sana aliyejulikana kama Jamila uliletwa mortuary. Alifariki katika mazingira ya kutatanisha. Inasemekana alianguka ghafla sokoni na kupoteza maisha papo hapo. Watu walidai ni pressure, wengine wakasema ni mapepo, lakini maneno yalisambaa mitaani ni kuwa Jamila alikufa kwa laana ya mapenzi. Jamila alikuwa kipenzi cha mtaa, msomi, mcheshi, mwenye ndoto kubwa, lakini siri kubwa ilikuwa kwenye maisha yake ya chini ya kapeti. Alimpenda kijana mmoja aitwaye Bani, mhudumu wa pharmacy, ambaye alikuwa pia na mpenzi mwingine, lakini hawakuwa wanajua kama wanashare mtu mmoja. Kilichotokea baada ya mwili wa Jamila kuingia chumba namba 9 kilizidi uwezo wa kueleweka. Usiku huo nikiwa zamu, niliona taa ya chumba hicho inawaka yenyewe. Nikaona kivuli kikipita juu ya dirisha. Nikajiambia labda ni hallucination, mpaka niliposikia muziki mtaani ukiimba kwa sauti ya mwanamke. Mapenzi ni so, mapenzi ni so. Nilikaa kimya, jasho jembamba lilinitoka. Nikaamua kufuata kivuli. Na hapo ndipo nilipojionea kitu ambacho siwezi kueleza hadi leo. Nilimwona Jamila akisimama juu ya meza ya kuhifadhia maiti, macho yake yakiwa mekundu, akimtaja Bani huku akilia damu. Nilijikuta miguu imekataa, sauti ya Jamila ikimba kwa huzuni lakini na hasira ndani yake. Iliendelea kunigonga kwenye moyo kama nyundo. Sauti hiyo haikuwa ya kawaida, ilikuwa ya mbali
nzito yenye uchungu wa ajabu, misili ya jini vile naongea, yani kama kuna mwanga fulani unajirudia. Nilibaki nimeganda nje ya mlango wa chumba namba 9. Kichwa kilianza kuuma, miguu ikatetemeka. Hiyo sauti iliisha ghafla, ukafuata ukimya wa ajabu, mpaka nikasikia kitu kikigonga ndani ya chumba hicho, mlio wa chupa kikigonga sakafu. Nilijikusanya, nikavuta pumzi, na kwa ujasiri wa ajabu nikasukuma mlango. Mlango haukuwa umefungwa kama bosi alivyoagiza. Ulikuwa wazi kwa ndani, kama mtu alikuwa tayari ananisubiri. Nilipoingia, mwili wa Jamila haukuwa kwenye jenereta ya kuhifadhia maiti tena. Ulikuwa umekaa kwenye kiti, mikono ikiwa imekunjwa, macho yakiwa wazi wazi yananitazama, na mdomo wake ukiwa umekunja tabasamu la huzuni. Hapo ndipo nikashuhudia jambo lisilosemekana. Sasa turudi siku moja kabla Jamila kufariki. Alitembea kwao Gongo la Mboto. Alikuwa ametoka sokoni kununua mahitaji ya nyumbani, lakini Jamila hakujua kuwa yule dada aliyemuuzia pilipili alikuwa mchawi wa kike aliyejaribu, aliyeajiliwa kumwangamiza kwa njia ya mapenzi. Bani yule kijana wa famasi alikuwa ameanza kulegeza penzi kwa Jamila. Alikuwa amepotea kwa binti mwingine aitwaye Suzi, mwanafunzi wa chuo kikuu aliyekuwa anafanya internship hospitali ile ile. Bani alijua fika mapenzi ya Jamila yalikuwa ya dhati, lakini tamaa ya miili na sura mpya ilifanya acheze karata mbili kwa wakati mmoja. Kile ambacho hakuwa anakijua ni kwamba Jamila alikuwa tayari amemkabidhi roho yake kabisa. Alishawahi kusema mbele ya marafiki zake, mimi ni wake forever, kama si wake basi si wa mtu yeyote, kwa sauti ya upendo ikibeba laana. Wanasema katika chumba hicho cha moshwal kilikuwa na baadhi ya vitu ambavyo hatukuwa tunajua hadi nilipoanza kuchunguza mwenyewe. Chumba namba 9 kilikuwa na historia ndefu, historia ya maiti kufufuka, ya maiti kubadilika rangi, na historia ya mizimu kulia usiku wa manane. Niliwahi kusikia toka kwa fundi wa jenereta pale mochwari kuwa sehemu ya dari ya chumba hicho kuna herufi zilichongwa kwa damu. Mtakapotengana kwa hilo, hapa apata kuwepo amani. Sijui ilianzia lini, lakini kila aliyekufa kwa sababu ya mapenzi lililovunjika uwekwa humu kama sehemu ya kulipa deni la kimapenzi. Jamila alisoma shule ya sekondari Tambaza. Alipokutana na Bani kwa mara ya kwanza akiwa form 4, walikutana library, mahali ambapo wengi walikuja kusoma, lakini wao walikuja kupendana. Walikuwa na ndoto ya kusoma pamoja chuo, kuoana na kuanzisha famasi yao ya pamoja. Lakini Bani alipoingia UDSM alibadilika, akawa na marafiki wa mtaani, akatumbukia kwenye life ya first line, akasahau msichana wa library.
na kutafuta mademo wa Instagram. Sasa kilichotokea usiku huo, nilipomkaribia Jamila ambaye sasa alikuwa ameketi kama mtu aliye hai, macho yake yaligeuka kuwa meusi na mdomo wake ukasema kwa sauti isiyo yake, "Bad! Yuko na Suzi! Kuna Suzi! Lakini ajui atakayelala leo ni mmoja tu." Alinyosha mkono wake upande wa dirisha, na ndani ya dirisha hilo nikaona picha Suzi akiwa kwao akijiandaa kulala, Bani akiwa kwenye kitanda chake akiwa amemshika mkono. Na ghafla taa za hospitali nzima zilizimika, vurugu ikaanza, mlio wa glasi kuvunjika, milango kufunguka yenyewe, watu kukimbia huku na kule. Mimi nikawa nimegandia pale pale, siwezi kukimbia, siwezi kupiga kelele kama mtu aliyepigwa na radi. Niliona milango ya chumba namba 9 ikijifunga yenyewe, huku sauti ya Jamila ikipotea na kubaki hicho, yani Mwangwi. Mimi nilimpenda, akaniua kwa tamaa, sasa apate alichokipanda. Usiku ule haukuwa wa kawaida. Nilipoamka asubuhi yake, nilijikuta nikiwa nimelala kwenye benchi la mahabara ya damu, mikono ikiwa na michubuko, nguo zikiwa na alama ya madoa mekundu. Lakini kilichonifanya nitetemeke sio hali yangu, ni ule mlango wa chumba namba 9 ulikuwa umefungwa kwa misumari na maandishi mapya ya damu yalionekana juu yake: waliocheza na penzi wajiandae na hukumu. Nikiwa bado na mtikisiko wa kisaikolojia, nilienda kwa bosi kumweleza yote, lakini kabla sijafungua mdomo aligeuka kwa uso wa hofu. "Come, Suzi na Bani wamepatwa na kitu usiku huu, wote wako ICU." Nilikwenda mara moja ICU. Nilimwona Suzi akiwa amelala, macho yakiwa wazi kabisa, lakini hawezi hata kusogeza kope. Pembeni yake Bani alikuwa amefungwa mashine ya kusaidia kupumua, mwili wake ukiwa baridi kama maiti. Nilisikia wauguzi wakiongea kwa sauti ya chini, "Walianguka wote usiku huo, tofauti ya dakika 5. Huku jeraha, hakuna jeraha, hakuna sumu. Daktari amesema ni hali ya psychosomatic shutdown, lakini mimi najua ni uchawi." Macho ya Suzi yalinitazama kwa nguvu ya ajabu. Alafu kwa mara ya kwanza nikasikia sauti ndani ya kichwa changu, sauti ya Jamila: "Waambie ukipenda kwa roho, usichezee moyo wa mtu." Bani alizalau kiapo, Suzi alicheka nyuma yangu. Sasa kila mmoja atalipa kwa njia yake. Nilitaka kukimbia, lakini miguu yangu ikawa mizito kama nono. Nilihisi kitu kikiniingia mwilini mwangu. Nilitetemeka, nikaketi chini karibu ya kitanda cha Bani. Moyo wake bado ulikuwa unapiga, lakini mara moja monita ikaanza kulia mlio hatari: "Beep, beep, beep." Waguzi wakakimbia, mimi nikafukuzwa nje, lakini kabla sijaondoka nikasikia sauti ya kiume kutoka ICU, sauti ambayo
haingewezekana kutoka kwa Bani. Ilikuwa ya mzee sana, nzito sana. Mapenzi si mchezo wa karata. Ukicheza utajua thamani ya jicho moja baada ya kulia macho yote. Niliamua kurudi pale sokoni, mahali ambapo Jamila alinunua pilipili ile ya mwisho kabla hajafa. Nilimtafuta mama yule aliyeuzaga mtaa mzima ulimjua jina lake. Alikuwa anaitwa Mama Kijakazi. Nilimkuta ndani ya kibanda chake akitafuna jani la mganga. Kabla sijamwambia chochote, alinigeukia na kusema, Come, huwezi kuikwepa hii hadithi. Wewe sasa ni sehemu ya hii laana. Ulipoingia chumba namba 9, ulitembea kati ya wafu. Akanipa ilizi yenye mifupa midogo. Hii itakulinda kwa muda, lakini ukiamua kujitoa, basi usirudi kuangalia nyuma. Usiku huo nilirudi nyumbani kwangu. Nilipoingia nyumbani, nikakuta daftari ndogo juu ya kitanda changu. Sikumbuki kulileta, lilikuwa na maandishi ya Jamila. Yeye ndiye aliyeandika. Ndani kulikuwa na mistari ya maumivu, ya mapenzi, ya laana, mistari kama: niliweka moyo wangu mikononi mwa mtu ambaye hakujua thamani ya pumzi yangu. Mwanamke anayependa kwa moyo wote si mjinga, ni jasiri anayejitoa hadi damu yake iwe baraka au sumu kwa yule anayemchezea. Na kama moyo wangu haupo tena, basi na roho yake pia iende mbali, mahali ambapo mapenzi yanageuka msumari. Daftari liliishia na mstari mmoja mkubwa uliopakwa wino mwekundu kama damu. Chumba namba 9, akiishi hadithi. Uanza tu. Nilijua sasa kwamba mimi si shahidi tena. Mimi sasa ni mhusika, muhanga wa hadithi ya mapenzi yaliyogeuka roho. Chumba namba 9, mortuary. Siku 3 zilipita. Suzi bado ICU. Hajazungumza wala kufumba macho. Bani alikuwa hai kwa mashine. Mwili wake haukuonyesha uhai, lakini moyo wake uliendelea kupiga polepole kama saa iliyohesabu hukumu. Mimi nilikuwa kivuli tu cha nafsi yangu. Nilitembea mtaani kama mwenda wazimu. Kila kona niliyopita niliona watu waliovaa nguo nyeupe wakitazama, lakini hakuna aliyeonekana kuwaona zaidi yangu. Nilijua sasa Jamila alinichagua. Mimi ndiye niliyechaguliwa kushuhudia mwisho wa hadithi hii, au mwanzo wa laana nyingine. Nilikwenda shule ya Tambaza, mahali ambapo Jamila na Bani walikutana. Library ilikuwa bado ipo. Niliingia nikavuta harufu ya vitabu vya zamani na viatu vya wanafunzi. Nilimkuta mzee mmoja mle ndani akisoma gazeti la zamani. Alipoona sura yangu, aliinama na kusema, chumba namba 9 kilishaanza zamani. Hii ni hadithi ya mapenzi yanayopita karibu.
Nilikaa karibu naye nikamuuliza, unamaanisha nini mzee? Akageuka, macho yake yakawa meusi ghafla. Jamila hakuwa wa kwanza, wapo wengine wengi sana, lakini yeye alipenda mpaka akaandika jina lake kwenye milango ya wafu. Mwanao wa giza, sio kwa roho mbaya, bali kwa sababu ya mapenzi yaliyokataliwa. Saa 8 usiku. Baridi ilikuwa kali, hewa ilikuwa nzito, na moyo wangu ulikuwa kama bomu la muda. Niliamua kurudi mochwari. Sikuingia na mwanga, sikuvaa ilizi. Niliingia kama mtu aliyejitoa mwanga, tayari kwa lolote. Mlango wa chumba namba 9 sasa haukuwa na misumari tena. Ulikuwa wazi kama mdomo wa kaburi linalotamani kumeza roho ya mpya. Nilipoingia sikukuta tena jeneza, sikukuta meza. Nilijikuta niko ndani ya dunia nyingine. Hapakuwa na dari, hapakuwa na sakafu. Nilikuwa katika chumba cheupe kilichojaa vioo. Vioo hivyo vilivyoonyesha maisha ya Jamila na Bani, wakicheka, wakikimbia kwenye mvua, wakilia, wakikosana, wakirudiana. Kisha nikasikia sauti, "Kam, sasa ni wakati wa kuchagua. Laana hii imechoshwa na damu zisizo na hatia. Ili iishe, roho moja lazima itoke kwa hiari, sio ya mpendwa bali ya shuhuda." Nikajua sasa mimi Kam nilichaguliwa, sio kushuhudia tu bali kuhitimisha. Watu mtaani walikuwa wameanza kuzungumza. Moja ya dada wa mtaani, Kido wa saluni, alisema, hey, nilisikia Kamu kapagawa anatembea usiku, anazungumza na hewa, anasema Jamila kamshika. Polisi walifika hospitali. Watu walitaka kufungua chumba namba 9, lakini kila mlango waliojenga uliungua ghafla usiku wa manane. Bosi wangu alinipigia simu, "Kam, tafadhali rudi kazini. Hii hadithi si yako peke yako. Tunahitaji ufunguo wa mwisho. Tunahitaji ufunge hiyo milango." Usiku wa 5 nilivaa suti nyeupe. Nikaenda mochwari kwa mara ya mwisho. Nilipoingia nilikuta roho ya Jamila. Sasa haikuwa na hasira, ilikuwa inalia. Ilinitazama, akasema kwa sauti ya upole, "Kam, nitoke, lakini unipe moyo. Si kwa ajili ya mapenzi, bali kwa ajili ya amani. Nilipenda sana, nikakosewa vibaya. Siwezi kuondoka bila mtu mmoja kunikubali hata kwa huzuni." Nikainama, nikachukua ilizi yangu, nikaitupa chini. Nikamwambia, "Jamila, na wakubali wote mlioumizwa na mapenzi. Na kuachia roho yangu. Tafadhali ondoka na laana hii." Ndani ya sekunde chache mochwari ilijaa mwanga. Taa ziliwaka zenyewe. Saa ya ukutani ikasimama saa 9:63. Vyoo vyote vilipasuka, na mwisho nikasikia sauti ya Jamila kwa mara ya mwisho, "Asante,
Kam, ulikuwa shahidi mwaminifu. Sasa hadithi hii inaweza kufungwa, lakini si kuisha. Bwana, nilikaa kitandani miezi miwili, nikapona, lakini sikuwahi kuwa sawa tena. Suzi alipona, bali alikufa siku ile ile niliyotoa moyo wangu kiroho. Mochwari ilifungwa kwa muda. Chumba namba 9 kilibadilishwa jina, lakini kila usiku wa tarehe aliyokufa Jamila, taa ya chumba hicho huwaka na mtu fulani huonekana akitembea nje akisema kwa sauti ya upole, mapenzi si mchezo, moyo hauchezewi na kitendo. Moyo hauchezewi na kila tendo lina mwangwi wake hata baada ya mauti. Wanasema hadithi hii sio ya kuisha. Hadithi hii bado ina mwendelezo. Ndugu mpenzi mtazamaji, ndugu mpenzi msikilizaji, ungependa tuiendeleze kama msimu wa pili, kuona chumba namba 9 Mochwari, walisi wa laana, ambapo watoto wahusika na watu wapya wanakutana na nguvu zile zile miaka kadhaa baadaye. Amini kwamba kile kilichotokea kwa Jamila kabla hajafa, alichagua njia aendaye. Na kila nikifumba macho naona uso wa Jamila akinitazama, akiwa amesimama kwenye dari ya chumba changu, akining'inia juu kama kivuli cha kumbukumbu. Bwana, tutakutana tena katika episode ijayo kuona walisi wa laana na story itaishaishaje. Sina mengi zaidi ya kukumbusha wewe usio subscribe.